mojawapo nilihudhuria, tulifanya ule mkutano kwenye ukumbi wa Lego na Ivera pale Tanga. Viongozi wastaafu wakina Gracian Mkoga wakasema kwamba tunatamani kwamba walimu badala ya kuwa wanaenda kwenye mabenki haya wanakopa kwa riba kubwa, tuwe na benki yetu ambayo tutakopa na riba itakuwa ni 6%. Tukakusanya mtaji, maana yake tulifunga mkanda. Tulipofunga mkanda, tukawa tunayo fedha ya kuanzishia benki. Tulipokwenda benki kuu kwamba bwana, sisi mtaji tunao, tunataka kuanzisha benki, kumbe kuna masharti, chama hakiruhusiwi kuwa na benki. Kwa hiyo tukagonga ukuta, tukarudi kwamba sasa tufanyeje, na malengo yetu yalikuwa ni haya. Tukapata washauri, wakasema hivi, sasa tunachotakiwa wanunulieni walimu hisa, alafu hiyo benki itaruhusiwa. Ndipo wakaangalia kwenye deduction ya mwezi mmoja, walichukua ile deduction kwamba mwezi huu wamekatwa watu, kwa hiyo yale majina ya waliokatwa yakapelekwa kwenye soko la hisa, kwamba tunawanunulia hisa. Tukapeleka kwamba hisa hizi wamenunua hawa, ndio wanaanzisha benki. Serikali ikasema hapana, mbona hawa ni walimu peke yao, tunataka iwe ya watu wote. Tukarudi sasa, tukatangaza soko la hisa huko huko, serikali wakanunua hisa, bima ya afya wakanunua hisa, NSSF wakanunua hisa, na watu binafsi na ninyi hata walimu, kuna watu walienda kununua wenye benki. Kuna watu walinunua wenye benki, zilikuwa zinanunuliwa CRDB. Yeah. Kwa hiyo sasa tukaenda kule, tukasema hii hapa, wakasema sasa anzisheni hiyo benki. Sasa kwa nini iliitwa benki ya mwalimu? Kwa sababu walimu walikuwa ni zaidi ya 50%